tumeongea juzi tukasema border control ni very important, kwa maana hiyo ndio imepea passport yetu the value that we have today. Wa Somalia, our brothers and sisters, wamechukua hayo maneno out of context na wakasema sisi watu wa Mount Kenya ni wakabila. Nataka kusema sisi si wakabila. We recognize the Somali community as our brothers and sisters, indeed good people and great businessmen and women in this country. Na hao wasitumike na President Ruto through a trap ambayo anataka kuwagoganisha na wale watu wanasema border control iwe imara. Wakuwe mstari wa kwanza wa kusema border control ni muhimu. Even if the vetting is very thorough to their community, inaweza punguzwa yale maswali ama ule muda unachukua kwa vetting. Ifanywe in a humane way hiyo vetting. Lakini kwa kweli tuwezi simama kama viongozi ama hata wachungaji ama washirika wa kanisa na tuseme haleluya border zifunguliwe, no vetting, because the criminals aspect, wale wanatoka Somali na mahali ingine, hao sio wa Somali, those are criminals. Sisi wakati mlituchagua tuwafanyie kazi, si ndio? Lakini kila wakati watu wa Central tunatukanwa hivi, tunanyang'anywa viongozi wetu, tukiongea tunaitwa wakabila, tunaamwera wa higo wei kalerashio. Mimi nikimalizia, naomba kanisa tuombee nchi yetu, na haswa tuombee hii tume inaitwa EACC, ile inashika watu ambao wameiba pesa. Tuiombee na tuiambie wacha kushika watu wa pesa kidogo kidogo ati polisi na 50. Shika wale wamekula pesa ya raia. Si mambo ni hayo. Polisi sisi ndio tunawapeanga, hawatoangi kwa mfuko yetu. Unampatia ka 50 alafu wanawashika na makamera wanaonekana wanafanya kazi. Lakini kule ndani serikali kuu kuna mtu amekula sha, amekula shi, amekula ng'ombe, amekula nyumba na hashikwi. Amekula rigiji, amekula medho, hata mimi amenikula. Sababu ametutoa kwa kiti na ni nyinyi mlituchagua. Kwa hivyo yangu ni tuombee hiyo EACC. Tuambie kama ni watu ambao wanapata ufisadi. Na simuliona kuna wenye wanafungwa. Kama ni mtu amekula pesa ya nchi, achukuliwe hatua, lakini wasishike wale watu ambao wanaiba kidogo. Kwanza waanze na wale wako juu. Hata kama watu unaweza wategemea, unaweza kuwa mnakaa na mtu na hujue maneno anakupangia. Wewe unafikiria anakupangia maneno mzuri, kumbe anakupangia maneno mbaya. Unaweza fikiria ni rafiki yako, kumbe hapana rafiki yako. Nikaambia ndugu yangu Senator wa Kiambu, Senator Karungo Thang'wa. Unajua last week General Overseer tulikuwa ndio tunarudi bunge. Sasa on Thursday mimi na Karungo Thang'wa tulikuwa tumekaa pale kwa cafeteria ya bunge, tukigojea ndio tuingie bunge saa 8:30. Sasa wakati tunakunywa chai, kiongozi wa bunge anaitwa Aaron Cheriot akakuja akatusalimia, mpaka akatusalimia hivyo ya kukumbatiana. Akatusalimia, habari zenu, asanteni sana mmerudi. Habari ya Wamunyoro tukasema iko sawa sawa. Sasa viongozi wanu tuendeni bunge. Kumbe kufika bunge, yeye pamoja na Rais William Ruto tayari wameshatutoa kwa kamati. Watu ambao walikuwa wanatusalimia na wanatukambatia. Sasa kumbe mimi nimekubaliana tu na wewe vile umesema, maneno ya mtu ni maneno ngumu. Unaweza fikiria mko pamoja, kumbe mmeshapitana zaidi sana. Lakini ukasema, na hiyo ndio kitu mimi nataka nikwambie Karungo. Hata kama mimi sijui maneno mingi, General Overseer ukirudi kwenu amesema, hata kama wewe umetolewa kuwa chairman, Mungu amesema anakupenda hivyo hivyo. Hata kama watu wengine wanasema huko Wamunyoro sijui iko shida gani, Mungu amesema hivyo hivyo ukae Wamunyoro, Mungu anakupenda hivyo hivyo na uendelee hivyo hivyo. Na mwisho, General Overseer, kwa watu ambao wako hapa na wanataka hata wao wapate connection ya kwenda mahali fulani, ingekuwa miezi mingi huko nyuma, labda tungewasaidia kwenda huko Karen, labda tungewasaidia kwenda huko State House. Lakini saa hii ile connection yenye tuko nayo watu wenye wako hapa tunaweza kupeleka Wamunyoro. Anytime ukitaka Wamunyoro, hata usiulize njia, mimi tutakupeleka na tutakuingiza huko ili maneno yote iende sawa sawa. Leo Wakenya wengi wako Addis Ababa. Sisi tuko hapa Kenya. I would ask our country, let's protect our borders. Ukiwa Kajiado, our neighboring country is Tanzania. Ukiwa sehemu za Lamu, tunapakana na Wasomalia. Tukifungua mipaka yetu bila kuangalia, tunaweza kupata shida. Wale tunatoka sehemu ya Kajiado, whenever watoto wanachukua
ID ama passport wanafanyiwa vetting. Wanafanyiwa vetting kwa nini? Kuna Watanzania wanaishi Kenya na wamekaa kwa muda mrefu. Ukiwapatia passport ama ID utakuwa umevunja itikadi ya sheria za nchi tofauti. It is always good to protect our country at any one point. Whatever the circumstance, protect the country. Today we are leaders, tomorrow we might not be leaders. Would ask our current government, protect our borders. Vetting in Kajiado has brought Rwandas, has brought Tanzanias. Imeleta watu wengi wanaingia kuchukua kwa njia ambayo sio halali. Na ndio kwa maana chief anatumika to be able to identify different people. I'd ask them at any one point, protect this country if you really believe in this country. Tumeongea juzi tukasema border control ni very important, kwa maana hiyo ndio imepea passport yetu the value that we have today. Wa Somalia, our brothers and sisters, wamechukua hayo maneno out of context na wakasema sisi watu wa Mount Kenya ni wakabila. Nataka kusema sisi si wakabila. We recognize the Somali community as our brothers and sisters, indeed good people and great businessmen and women in this country. Na hao wasitumike na President Ruto through a trap ambayo anataka kuwagoganisha na wale watu wanasema border control iwe imara. Wakuwe mstari wa kwanza wa kusema border control ni muhimu. Even if the vetting is very thorough to their community, inaweza punguzwa yale maswali ama ule muda unachukua kwa vetting. Ifanywe in a humane way hiyo vetting. Lakini kwa kweli tuwezi simama kama viongozi ama hata wachungaji ama washirika wa kanisa na tuseme haleluya, borders zifunguliwe, no vetting, because the criminals aspect, wale wanatoka Somali na mahali ingine, hao sio wa Somali, those are criminals. Sisi wakati mlituchagua tuwafanyie kazi, si ndio? Lakini kila wakati watu wa Central tunatukanwa hivi, tunanyang'anywa viongozi wetu, tukiongea tunaitwa wakabila, tunaamwela wa higo wei kanela sio. Mimi nikimalizia, naomba kanisa tuombee nchi yetu, na haswa tuombee hii tume inaitwa EACC, ile inashika watu ambao wameiba pesa. Tuiombee na tuiambie wacha kushika watu wa pesa kidogo kidogo ati polisi na 50. Shika wale wamekula pesa ya raia. Si mambo ndio hayo? Polisi sisi ndio tunawapeanga, hawatoangi kwa mfuko yetu. Unampatia ka 50 alafu wanawashika na makamera, wanaonekana wanafanya kazi. Lakini kule ndani serikali kuu kuna mtu amekula sha, amekula shi, amekula ng'ombe, amekula nyumba na hashikwi. Amekula rigiji, amekula medho, hata mimi amenikula. Sababu ametutoa kwa kiti na ni nyinyi mlituchagua. Kwa hivyo yangu ni tuombee hiyo EACC. Tuambie kama ni watu ambao wanapata ufisadi. Na simuliona kuna wenye wanafungwa. Kama ni mtu amekula pesa ya nchi, achukuliwe hatua, lakini wasishike wale watu ambao wanaiba kidogo. Kwanza waanze na wale wako juu. Hata kama watu unaweza wategemea, unaweza kuwa mnakaa na mtu na hujue maneno anakupangia. Wewe unafikiria anakupangia maneno mzuri, kumbe anakupangia maneno mbaya. Unaweza fikiria ni rafiki yako, kumbe hapana rafiki yako. Nikaambia ndugu yangu Senator wa Kiambu, Senator Karungo Dhangwa, unajua last week General Overseer tulikuwa ndio tunarudi bunge. Sasa on Thursday mimi na Karungo Dhangwa tulikuwa tumekaa pale kwa cafeteria ya bunge, tukigojea ndio tuingie bunge saa 8:30. Sasa wakati tunakunywa chai, kiongozi wa bunge anaitwa Aaron Cheriot akakuja akatusalimia, mpaka akatusalimia hivyo ya kukumbatiana. Akatusalimia, habari zenu, asanteni sana mmerudi. Habari ya Wamunyoro, tukasema iko sawa sawa. Hasa viongozi wanu tuendeni bunge. Kumbe kufika bunge, yeye pamoja na Rais William Ruto tayari wameshatutoa kwa kamati. Watu ambao walikuwa wanatusalimia na wanatukambatia. Sasa kumbe mimi nimekubaliana tu na wewe vile umesema, maneno ya mtu ni maneno ngumu. Unaweza fikiria mko pamoja, kumbe mmeshapitana zaidi sana. Lakini ukasema, na hiyo ndio kitu mimi nataka nikwambie Karungo. Hata kama mimi sijui maneno mingi, General Overseer ukirudi kwenu amesema, hata kama wewe umetolewa kuwa chairman, Mungu amesema anakupenda hivyo hivyo. Hata kama watu wengine wanasema huko Wamunyoro sijui iko shida gani, Mungu amesema hivyo hivyo ukae Wamunyoro, Mungu anakupenda hivyo hivyo na uendelee hivyo hivyo. Na mwisho, General Overseer, kwa watu ambao wako hapa,
na wanataka hata wao wapate connection ya kwenda mahali fulani. Ingekuwa miezi mingi huko nyuma, labda tungewasaidia kwenda huko Karen, labda tungewasaidia kwenda huko State House. Lakini saa hii ile connection yenye tuko nayo, watu wenye wako hapa, tunaweza kupeleka Wamunyoro. Anytime ukitaka Wamunyoro, hata usiulize njia, mimi tutakupeleka na tutakuingiza huko ili maneno yote iende sawa sawa. Leo Wakenya wengi wako Addis Ababa. Sisi tuko hapa Kenya. I would ask our country, let's protect our borders. Ukiwa Kajiado, our neighboring country is Tanzania. Ukiwa sehemu za Lamu, tunapakana na Wasomalia. Tukifungua mipaka yetu bila kuangalia, tunaweza kupata shida. Wale tunatoka sehemu ya Kajiado, whenever watoto wanachukua ID ama passport, wanafanyiwa vetting. Wanafanyiwa vetting kwa nini? Kuna Watanzania wanaishi Kenya na wamekaa kwa muda mrefu. Ukiwapatia passport ama ID, utakuwa umevunja itikadi ya sheria za nchi tofauti. It is always good to protect our country at any one point. Whatever the circumstance, protect the country. Today we are leaders, tomorrow we might not be leaders. Would ask our current government, protect our borders. Vetting in Kajiado has brought Rwandas, has brought Tanzanias. Imeleta watu wengi wanaingia kuchukua kwa njia ambayo sio halali. Na ndio kwa maana chief anatumika to be able to identify different people. I'd ask them at any one point, protect this country if you really believe in this country.